Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo, siku njema ambayo niliona ni vyema tushare na wewe maneno machache ili yaweze kututia nguvu. Niseme tu nafurahi kwa wewe ambaye unaendelea kuitazama channel ya Nguvu ya Neno TV. Ninaamini ya kwamba channel hii itaendelea kukutia nguvu, itaendelea kukuinua, na yale ambayo ulikuwa unaona katika Ukristo wako yanakusumbua kwa njia moja au nyingine, channel hii itaenda kukufungua katika jina la Yesu Kristo. Leo nilitaka tuzungumze kwa habari ya maisha yetu yanahitaji mkono wa Mungu. Ni ukweli kwamba maisha yetu hapa duniani sisi wa Kristo yanahitaji sana mkono wa Mungu uweze kuwa juu yetu. Kwa nini tunasema mkono wa Mungu? Tunapozungumzia mkono wa Mungu, ina maana ni utendaji kazi wa Mungu hapa duniani. Ni mkono wa Mungu. Kila kazi ambazo unazoziona, hata wewe na mimi pia, ni kazi ya mikono yake. Kwa hiyo kwa ukweli kabisa tunahitaji mkono wa Mungu ili kuweza kutuongoza. Hata na wewe pia una mikono hapo ulipo, na hiyo mikono ulionayo ni kwa sababu ya kufanya kazi. Sasa ndio maana nikaja nikakwambia kwamba tunahitaji sana mkono wa Mungu uwe juu yetu. Wakati fulani Biblia inasema inabarikiwa mikono ya watu wanaofanya kazi. Anasema mtabarikiwa kazi za mikono yenu. Kama huwezi kufanya kazi, kama sio mfanya kazi, basi ujue tu ya kwamba hautaweza kupata baraka. Na hata kama ukipata baraka, basi ujue ya kwamba baraka ambazo umezipata hazitokani na Mungu. Maana baraka za Mungu zinataka ufanye kazi. Niseme tu ya kwamba maisha yetu yanahitaji mkono wa Mungu ili tuweze kuziona kazi za Mungu zikifanyika katika maisha yetu. Hii ina maana ya kama mkono wa Mungu ukiwa juu yetu, hakuna litakalotushinda. Kwa maana Mungu anafanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia yaliyo mema. Na ndio maana ninakujia leo ya kwamba unahitaji mkono wa Mungu uwe juu yako. Mkono wa Mungu uweze kutembea nao. Maana ninajua kuna faida nyingi sana katika kutembea kwenye mkono wa Mungu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba mkono wa Mungu ukiwa juu yako, mafanikio yatakuwa juu yako. Mkono wa Mungu ukiwa juu yako, utafaulu katika masomo yako. Mkono wa Mungu ukiwa juu yako, hakuna litakaloshindikana. Baraka za Mungu zitaambatana na wewe. Afya njema itaambatana na wewe. Lolote unalolihitaji, kama unatembea na mkono wa Mungu, hautaachwa. Wakati fulani kwenye Biblia, Musa akamwambia Mungu, usipokwenda na sisi hatutatoka hapa. Kama hatutaondoka na wewe hapa, hatutaondoka. Na ndio maana ninakujia majira haya kukwambia mkono wa Mungu kwenye maisha yako ni muhimu sana, ili uweze kubarikiwa, ili Mungu akubariki baraka za rohoni na pia akubariki baraka za mwilini. Zote hizi ukisoma katika waraka ule wa kwanza, waraka wa tatu wa Yohana, sura ile ina sura moja, tutasoma ule mstari wa pili. Waraka wa tatu wa Yohana, mstari ule mmoja tu wa pili, anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Anazungumza ya kwamba anataka ufanikiwe. Tena amekuita mpenzi, naomba ufanikiwe katika kila jambo unalolifanya. Mambo yako yote
unayoyafanya. Sio hayo tu, na afya yako. Anataka pia uwe na afya njema, ufanikiwe mambo yote unayotaka, lakini pia na afya yako ifanikiwe. Lakini ameenda mbali zaidi, akasema ya kwamba kama vile roho yako ifanikiwavyo. Ni ngumu kusema ya kwamba eti Mungu anakubariki wewe ni mtu wa rohoni, lakini mwilini au hatuoni matokeo katika baraka zako za rohoni. Kama umebarikiwa rohoni, basi tunataka tuone hata mwilini Mungu anakubariki. Watoto wa Mungu, kuna jambo ambalo nataka niwaambie, ya kwamba maisha yetu yamefichwa kwenye mikono ya Mungu. Lakini twende mbele zaidi. Katika Yeremia sura ile ya 18, ukisoma ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 4, nadhani utaenda kusoma hapo, ni kwamba Mungu anazungumza na Yeremia. Anamwambia Yeremia, hebu nenda mahali ambako utamkuta mfinyanzi. Nataka ukifika pale uniambie nini ambacho mfinyanzi anafanya. Kweli Yeremia alifika pale, akamkuta mfinyanzi anafinyanga vyombo vyake, lakini alivyokuwa akiendelea kufinyanga vyombo vyake, vingine ambavyo vilikuwa vinaharibika, yule mfinyanzi alikuwa havitupi. Yule mfinyanzi alikuwa haviweki pembeni. Yeremia alichokiona ni kwamba yule mfinyanzi, kama chombo kimeharibika, mfinyanzi anakichukua, anakitengeneza tena. Ndipo Yeremia akamwambia Mungu, sasa maana yake nini? Mungu akamwambia, hivyo ndivyo nilivyo mimi. Mtu yoyote nina uwezo wa kumfinyanga, kwa sababu mimi ndio niliyomuumba, kwa sababu mimi niliyomtengeneza. Kwa hiyo mtu yoyote anapofanya makosa yake yoyote, bado mimi kama Mungu siwezi kumtupa. Mimi kama Mungu bado nina nafasi ya kumrudisha na kumtengeneza tena. Na hiyo ndio kazi ya Mungu, kufinyanga vilivyoharibika na kuvifanya vifae tena. Nataka nikwambie tu jambo moja. Haijalishi watu wanasema nini juu yako, haijalishi watu wanasema nini juu ya rafiki na jamaa zako, ya kwamba huyu ni mbaya, huyu amefanya hiki, huyu mzinzi, huyu hivi. Usijali nini ambacho wanachokisema, kwa sababu bado neno linasema ya kwamba Mungu atamfinyanga tena mtu huyo. Mungu atamtengeneza tena mtu huyo. Wewe ya nini kusema? Nataka niseme tunahitaji mkono wa Mungu, ili hata tunapoenda kinyume na mapenzi ya Mungu, bado Mungu aturejeshe na atufanye tena vyombo vinavyotumika. Na haya ni maombi yangu. Endelea kumtegemea Mungu, endelea kukaa karibu na Mungu. Mungu hatakuacha. Shalom.